yetu jambo, tuna somo hili linasema uchaguzi wa busara. Tuombe wakati atusoma lesson. God, thank you for your care. We are going to start our lesson. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Haya, rafiki yetu, kama ulivyosikia somo letu linasema uchaguzi wa busara. Na fungu la Qur'ani linasemaje Lusajo? Si mimi, Mungu atampa. Tena? Si mimi, Mungu atampa. Unapatikana wapi? Mwanzo 41 mstari wa 16. Vizuri, Mwanzo 41 mstari wa 16. Sasa mtoto mzuri, wakati uliopita tulisema ya kwamba tunaendelea na mfululizo wa masomo ya Yusufu. Tuliona Yusufu anapendwa na baba yake, ana tabia nzuri, akanunuliwa kanzu, ndugu zake wakamuonea wivu, akawa anaota ndoto, wanaendelea kumuonea wivu mpaka siku moja wakamsukuma kwenye shimo. Baadaye wakamuuza kwa wafanyabiashara, na wale wafanyabiashara wakamuuza kwa mtu mmoja anaitwa Potifa. Halafu mke wa Potifa akamsingizia Yusufu, akawekwa gerezani. Unakumbuka? Ndio. Kule gerezani Yusufu aliwekwa kwa kusingiziwa, lakini alivyomtafsiria ndoto yule mnyweshaji, akamwambia unikumbuke, mimi sikufanya kosa huku kuja huku, nilisingiziwa. Mtengeneza juisi alimsahau Yusufu, kabaki gerezani. Mtengeneza juisi kaendelea kutengeneza juisi ya mfalme. Umeona? Sasa siku moja si mfalme naye yule akaota ndoto. Yule mfalme alikuwa anaitwa mfalme nani? Farao. Alikuwa mfalme wa nchi gani? Misri. Ya nchi ya Misri. Hebu niambie mfalme Farao aliota ndoto gani? Mfalme Farao aliota ndoto ng'ombe 7 nene wana afya wanakula majani. Ghafla tena ng'ombe 7 wembamba wamekondeana wakameza manene. Ng'ombe 7 nene wamepotea. Ng'ombe 7 mbamba wamebaki tu. Mfalme akaamka, akashangaa. Sasa hii ndoto ina maana gani? Akalala tena. Akaota masuke 7 manene yana afya. Ghafla tena masuke 7 membamba yamekondeana yakameza manene. Sasa mfalme akaamka asubuhi. Mfalme akaamka, kichwa kinamuuma. Akafanyaje? Akasema waleteni hapa walinzi wenye hekima. Waleteni wenye walinzi wenye hekima. Wanitafsirie ndoto. Wenye hekima wakashindwa. Sasa ikawaje? Walivyoshindwa wenye hekima ikawaje? Yule aliyekuwa anatengeneza nini? Akasemaje? Nimesahau. Akasema nilisahau kabisa bwana. Kuna mtoto mmoja anaitwa Yusufu Mwebrania. Alitutafsiri ndoto hivyo. Na mwenzangu akakata kichwa akatundikwa kwenye mti na ndege wakakula nyama zake. Akasema na mimi nikarudi kufanya nini? Na mimi nikarudi kutengeneza juisi ya mfalme. Kwa hiyo mfalme akaenda akawatuma watu wakamwite nani tena? Yusufu kule gerezani. Sio watu. Ni nani? Ni anayetengeneza juisi. Ndio alienda kumuita Yusufu gerezani. Sawa. Basi akaitwa Yusufu gerezani, akanyolewa nywele, akaoga vizuri, akavaa nguo, kaenda kwa mfalme. Anamsalimia mfalme. Mfalme, uishi milele mfalme. Mfalme akamwambia, Yusufu, nimeambiwa kwamba wewe unaweza kutafsiri ndoto. Yusufu akasema, si mimi, Mungu atanipa na mimi nitakupa. Akasema Mungu akinipa maana ya ndoto, nitakwambia maana yake. Kwa mfalme akamsimulia tena ile ndoto. Ng'ombe 7 wanene wakamezwa na ng'ombe 7 wembamba. Masuke 7 manene yakamezwa na masuke 7 membamba. Yusufu akamwambia, mfalme, hii ndoto yako ni ndoto hii moja, lakini maana yake ni kwa sababu Mungu tu ametaka akusisitize jambo moja. Akamwambia, tafsiri ya ndoto maana yake nini?
ng'ombe 7 wanene. Ng'ombe 7 wanene na masuke 7 nene ni miaka ya chakula. Miaka mingapi? Ng'ombe 7 wembamba, suke 7 membamba ni miaka 7 ya miaka 7 ya njaa. Kwa hiyo Yusufu akamwambiaje mfalme? Akamwambia fanye nini? Atafute mtu anayejaza maghala ya chakula kwenye miaka 7 ya chakula Ndio. Akasema sasa mfalme, jitafutie mtu ambaye atatengeneza maghala katika nchi yetu ya Misri, atajaza vyakula ili tuwe na akiba ya chakula miaka 7 ya njaa ikija. Mfalme alifurahi sana mpaka akasema tupate mtu kama huyu mwenye roho Mungu ndani yake. Akamwambia sasa Yusufu, mimi Yusufu nimekuchagua wewe ndio utakayekuwa unasimamia ukusanyaji wa chakula huu. Wakaanza kukusanya vyakula, lakini kabla hajaanza kusanya vyakula Yusufu akapewa pete ya dhahabu, akavalishwa pete ni hapa. Akapewa na gari la farasi. Farao akamwambia, yani mimi ndio bosi wako, yani baada ya mimi tu wewe ndio unafuata. Waziri mkuu. Ndio Yusufu kama waziri mkuu akaanza kuwa anakusanya chakula nchi yote ya Misri. Hebu unaweza kunitajia chakula chako nakusanya Yusufu? Mahindi, maharage, mchele, ngano, mtama, ulezi. Chakula kingi. Anawaelekeza tu watu, kusanyeni chakula, pelekeni kwenye ile ghala, kusanyeni chakula, pelekeni kwenye ile ghala. Akakusanya vyakula vingi sana. Na Yusufu aliendelea kumtegemea Mungu. Unajua Yusufu alikuwa na tabia nzuri tangu mwanzo. Ana tabia nzuri tangu mwanzo, tunaona baba yake anampenda. Na sasa hivi Yusufu mfalme anampenda mpaka amempandisha cheo. Ametoka gerezani, amekuwa bosi wa Misri. Lakini Yusufu hakuacha kumtegemea Mungu. Na ndio maana hata mfalme alipomuuliza, unaweza kutafsiri ndoto? Akasema hapana, sio mimi, ni Mungu atanipatia maana ya ndoto. Mtoto mzuri, unajifunza kumtegemea Mungu na kumtumaini Mungu nyakati zote. Ukiwa kwenye shida, ukiwa kwenye furaha, mtumaini na kumtegemea Mungu kama alivyofanya Yusufu. Mpaka wakati ujao, somo linalofuata tutakuwa tunamaliza mfululizo wa vipindi vyetu vinavyohusu Yusufu. Basi Mungu akutunze, ubarikiwe. Hebu na tuombe. Mungu tusaidie tuwe watoto wazuri, kwa jina la Yesu tumeomba, amen.